mtazamaji wetu wa channel yetu ya Moto Lao pale YouTube na Facebook. Ni mtumishi Po na Instagram ni mtumishi.po, na leo niko hapa nimemtembelea mtumishi wa Mungu Pastor Musa na nitazungumza naye machache kuhusiana na umuhimu wa usomaji wa Biblia kwa siku 84, programu ambayo imeanzishwa na Askofu Sylvester Gamanywa. Hii programu ni ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa maana ya kimataifa. Kwa hiyo programu hii ni nzuri na askofu ameianzisha pale Dar es Salaam, lakini niko Zanzibar na mtumishi wa Mungu mchungaji Musa. Leo nitazungumza naye mawili matatu, ataniambia umuhimu wa usomaji wa Biblia kwa siku 84, lakini pia kuna swali nitamuuliza katikati ya mazungumzo. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Uzima. Ndio. Karibu sana. Asante sana. Na moja kwa moja nikukaribishe kwa ajili ya kuzungumzia umuhimu wa usomaji wa Biblia kwa siku 84 ambao Askofu Sylvester Gamanywa ameianzisha. Wewe kama mtumishi wa Mungu kwa hapa Zanzibar unazungumziaje umuhimu wa usomaji wa Biblia? Karibu sana. Umuhimu wa usomaji wa Biblia kwa siku 84, kwanza ni jambo zuri, nimpongeze askofu kuanzisha programu hii. Kusoma Biblia kwa siku 84 mojawapo inaonyesha ni ukuaji mzuri wa kiroho, kwa sababu mtu akiwa na hamasa katika kulisoma neno la Mungu, jambo la kwanza, nguvu ya Roho Mtakatifu lazima itamshukia kulijua vizuri neno, hatoyumbishwa wakati wa majaribu. Lakini jambo la pili, kwenye kulisoma neno la Mungu unaielewa vizuri misingi ya imani yako, ambapo hutateteleshwa na misingi mingine yoyote ambayo inayotokea leo ulimwenguni. Na jambo la tatu na la mwisho, kuisoma Biblia inatufanya pia kuwa washindi, kujua misingi yetu ya ushindi, na kwa sababu tunashindana na vitu vingi katika dunia. Zipo changamoto nyingi za kimaisha, lakini pia kwenye changamoto za kimaisha katika hali ya kawaida, ukiwa na neno, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo ukilisoma neno litakupeleka kwenye ushindi mkubwa zaidi. Kwa hiyo programu hii ni nzuri sana, mimi naiunga mkono. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa maneno haya mazuri. Lakini je, unahamasishaje au unasemaje kwa watu wa hapa kisiwani Zanzibar kwa kujiunga zaidi kwa ajili ya kusoma Biblia kama mtumishi wa Mungu kwenye utumishi huu hapa kwenye kisiwa hiki cha Zanzibar? Ni vizuri kwa sababu, lakini pia nasema ni vizuri kwa programu hii katika kuisoma Biblia, lakini inatakiwa uwepo usimamizi kwenye madarasa. Unapokuwepo usimamizi katika madarasa, inatujenga, inakuwa ni nzuri, kwa sababu mwalimu atakayekuwa analisimamia darasa kwanza ataelewa ana wanafunzi wangapi alio nao kwenye darasa lake. Lakini jambo la pili, kama uwezekano upo, igawanywe kwa madarasa. Watu tunapilika nyingi za kimaisha, tuna utafutaji wa maisha ya kimwili, tuna utafutaji wa maisha ya kiroho. Utafutaji wa maisha ya kiroho ni hali ya kwamba sasa nimeshapata ndo narudi tena nakaa kutulia, au sijapata narudi kwa utulivu sasa kwamba nimuulize Mungu nitokeje tena kwa habari ya siku nyingine. Kwa hiyo watu wenye kazi zao wangetengewa nao muda wao mzuri wa kulisoma neno la Mungu, ikiwa ni jioni, kiwepo kipindi cha jioni, kiwepo kipindi cha mchana, na walimu wajitahidi katika kusimamia juu ya mambo hayo. Amena. Mpenzi mtazamaji wetu, na tumesikia maneno kutoka kwa mchungaji hapa, na amezungumzia mambo mengi, lakini muhimu amesema ushauri wake ni kwamba kutengwe muda, kutengwe madarasa pia, na hii hapa kwa sababu itakuja hewani, nafikiri baba askofu itakufikia na atakuwa na namna nzuri kwa wakati mwingine katika usomaji wa Biblia, kwa sababu